wacha niwasaidie kitu kimoja. Kuna kitu kwenye maisha ya mtu kinaweza kuwa Mungu badala ya Mungu mwenyewe. Uongo kweli? Umeshinda saluni ya asubuhi mpaka bajeti ya watoto ya kula unawanywesha juisi ya Mo na biskuti, unaendelea kutengeneza nini? Hauna akili. Mlisha mtoto wa shibe. Ukishazaa watoto wewe ni mama, au haja ya kuhangaika na hivi vitu vingine. Cha msingi uvae vizuri kwa kujiheshimu, uwe msafi, upendeze. Tafadhali wale wa mama mnaoachiwa hela na waume zenu, wanaume mnanisikia? Hawa wanawake mkiwaachia hela, chunguza mke wako vizuri. Labda aache leo. Huwa wanafanya hivi. Una watoto wanaenda shule au watoto wako wako nyumbani. Wanaume mnisikilize. Ukishamwachia ile hela nyumbani, anachofanya, nimeona miji mikubwa kama Dar es Salaam, Dodoma, Arusha na kwingineko. Anachofanya, ananunua mtoto wewe umeenda kazini, mama ananunua juisi ya Mo au Energy. Halafu mtoto akitoka shule anampa ile na biskuti, hapiki. Ukija kukuta jioni kimboga kimetaradadi, ni kwa sababu anajua saa hii anarudi na sipokuta mkongoto utatembea. Tumeelewana? Wakisha wapa mtoto kila siku, uchunguzeni watoto wenu vizuri nyewe wanaume. Mtagundua mchana hawali. Wananyweshwa Mo mtoto hajawahi kufika hata miaka 13 ananyweshwa Mo Energy. Tena nataka lile likubwa na mtoto anampa. Akichukua lile anakunywa, nikuuliza mtoto miaka 5, 6, 7, labda 8, 10 na kuendelea kidogo. Anakunywa Mo mwaka wa kwanza, wa pili, na ni kila siku. Watatu wela unaenda kucheza mchezo. Wanawake uongo kweli? Wanaenda kucheza mchezo, watoto wenu hawali. Nyewe wanaume na nyie, mwe mnautaka vitoto vyenu kwa siri mnaviuliza. Eti ulikula mchana, ulikula nini? Vitakwambia kama unabisha, tutakutana hapa alafu tupeane majibu. Wanaume mtaniambia watoto wenu mchana hawali. Amen. Amina baba. Na lazima niwaambie ni watu wa jinsia yangu, kwa hiyo wasitegemee kama nitawapendelea. Ila nitasema tu pale ambapo pazuri nitawaambieni. Lakini ukweli wa mama wanawanyesha watoto wao Mo Energy au vile vijuisi vya Mo, vile vya machungwa, sio maembe na kibiskuti. Mtoto anakula. Mama wewe muulize mke wako, hivi krimu unanunua shilingi ngapi? Atakwambia alafu angalia na budget uliyomwachia wewe ya kula. Ndio utajua mtoto wako kala ngapi, alafu ngapi zimeenda wapi. Nawaambieni wanaume, wakati mwingine shitukeni. Yaani huu ni ufunuo ambao watu wengine hawajawahi kugundua. Hata wachungaji hawajui kitu, lakini sisi wasanii tunajuaga. Anakapo Mo Energy anakunywa, mtoto umeshiba. Mtoto hajui chochote, anajua ni chakula. Lakini anywe Mo Energy mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anafikisha miaka 18, anataka kuoa, atazaa watoto. Wanaume mbona mjibu? Unategemea utapata wajukuu hapo? Tunaongea ile ukweli. Miaka 18 unaruhusiwa kunywa Mo na kuendelea. Lakini watoto wenu wananyweshwa kuanzia miaka 1. Vinakunywa. Eti watoto si mnakunywaga? Vinakunywa. Yaani Haleluya. Nilisema nilipotangulia nikasema sikuja kutangaza mapoza bali kuiponya nchi. Watoto hawa wanakunywa Mo Energy usione. Yaani hata kakiona hivi kanachukua kaenda kunywa Mo Energy. Kameshazoea. Sasa wanaume jishitukeni ili eneo. Wewe jioni ukitandikiwa, baby nakupenda sana mume wangu, uliza mtoto wangu kala. Tena usimuulize yeye, hasemi wewe usiseme, hasemi umpige. Muite mtoto pembeni, ati mchana ulikula nini? Na mshukuru Mungu kwa sababu leo mnasikia na mtaenda kurekebisha. Hakuna mtu atapenda mtoto wako zaidi ya wewe mwanamke. Hakuna. Zamani wanawake walikuwa wanachukua hela ya mume wake anampa mwanaume mwingine. Dume lile na wewe mwanaume na ndevu zako unapewaje hela na mke wa mwenzio? Umekaa hapo, baby nakupenda sana, unajua nini? Unajua nini? Nakupenda sana. Umekaa hapo una hema kama beberu lenye kikohozi. Una hema hapo. Unapewa hela na mwanamke. Sikia, madhara ya kupewa hela na wanawake yako hivi. Yeyote anayekutunza ndo anayekumiliki. Nimeeleweka vizuri? Si wewe unamiliki mkeo kwa kuwa wewe ndo unamtunza. Mtu yeyote anayekutunza wewe ndo anakumiliki. Kwa hiyo siku akikwambia sitaki utoke, hautoki, maana unapewa ndo wakuletee ule.
na hauna akili. Ungekuwa na maziwa tungesema labda una shida. Hauna maziwa na wewe ni mwanaume. Hii shida inatokea wapi? Huku kukosa akili kunatokea wapi? Unapokea tu hela za wanawake, hata ujue walikozitoaga. Utakufa. Angalia wanawake, sisi ndio wauaji wa kwanza pale Edeni. Sisi ndio tulileta mauti. Adamu alipokuwa na mbwa alilala usingizi. Niwaulize swali, Adamu na Hawa nani wa kwanza kumuona mwenzie? Alikuwa Hawa. Adamu alilala. Hawa alipoinuka ndo kamuona Adamu. Kwa hiyo mwanamke anamjua mwanaume kuliko wewe unavyotujua. Wanaume, hii nawaambia ukweli, iwasaidie. Hii sisi tunawajua, sio tu kumuona Adamu, bado tunawazaa, tunaweka hapa miezi 9. Tangu siku ya kwanza tunajua upo, umekaa gani tunajua, mpaka miezi 9 tunakuzaa tunajua. Tukiamua uishie njiani usitoke kwenye ulimwengu tunaweza. Wanaume mnatetemeka, mnaogopa usitese mwanamke mwenye mimba. Akiamua uishie pale mlangoni, baba unaishia tu. Nesi atasema daktari pushi, afu unakauka. Siwezi. Pushi. Nimechoka. Pushi. Mara pili, mara tatu, nusu mlingoti. Wanawake usiwaone hivi. Usicheze na wanawake. Uwe mjanja kama nyoka. Ukirudi anza kuchunguza mazingira nyumbani kwako, pameliwa na mtoto wangu amekula, na kama amekula nini. Usipende kupewa. Hata mwanamke ukimwona na kazi sio afisa nani huko, usipende akupe. Tetea wanaume wako. Wewe ni mwanaume, hata kama huna hela, wewe ni nani? Ni mwanaume. Vyovyote utakavyokuwa, uliumbwa mwanaume, haibadiliki. Wewe ni mwanaume. Hawezi kubadilika. Mwanaume ndio anafanana na Mungu, ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu, na utukufu wa Mungu na juu ya mwanaume. Hata umekaa ati mwanamke anakutawala tu, na umekaa unaangalia, ani sawa tu mama, sawa tu, Mungu anaona, na una akili. Usiwahi kutuambia si wanawake Mungu anaona. Ukiona tumekuletea, tumekuzingua, tandika makofi, wala kupiga si dhambi. Biblia inasemaje? Mpaka tuwe na adabu. Kwa sababu familia zinazoharibika ndio zinaharibu mpaka kanisa, linaharibu mpaka ulimwengu, na mwanamke ndio chanzo. Upumbavu ni upumbavu hata ukipakwa rangi. Lazima niseme hapa ni upumbavu, hapa hatuko sawa, ili ukienda huyo mwanaume uliompata huyo, angalia mtaani kwenu mko wangapi wasichana. Mimi nataka muwe unafanya hiyo research. Pale mmepanga ile nyumba, mko wanawake wangapi? Wangapi wana waume, wangapi hawana? Ndio uwe na akili. Hilo ni mwanaume wako, nimekwambia kama lipepo liombe, likemee. Likemee kila siku, litabadilika, atakuwa malaika. Haleluya. Hapa tukihesabiana hapa wasichana, wanawake tuko wengi kuliko wanaume. Hata na ninyi wadada msiokwaze wanaume, maana wakuolewa nao hawapo. Hata kuja malaika akuoe. Hawa unaowaona ndio wawaji. Haleluya. Omba sana. Unasema naletwa raka Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna wanaume? Dar es Salaam hakunaga wanaume. Wale unaowadhania wewe walishaisha. Wengine wote wakija wanaomba hela, wanakudanga wewe. Unaniangalia, unadangwa. Tunaelewana? Hawa unaowaona ndio wakuendea magotini, Mungu naomba fanya muujiza. Ulisema mtu yeyote siwezi. Asante sana kaka. Anasema huwezi kuwa Muisraeli ukaolewa na Muhiti. Wewe unakaa hapa Masumbwe unasema naletwa waka Dar es Salaam. Hakuna wakukuoa. Kwanza kule tukikwambia kina nani, ingia YouTube utawaona. Wale wazima wamefika mwisho wa uzima wao. Waliobaki, wewe mwanamke na wao hamtofautiani, mnagombania mabwana.